أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بعد. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama kawaida yetu, wale waliomazoea wa darasa hizi nafikiri wakiona tu hiyo video wanajua leo kutakuwa kuna faida zaidi ya faida. Tunaendelea na darasa zetu za mitandaoni mbalimbali. Darasa hizi zinakwenda katika mitandao ya kijamii mbalimbali. Hizi darasa tunazungumzia mambo mbalimbali zenye kuhusiana ni vipi ujitatue kwa kupitia msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala, yani kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Na sisi tunasema kila siku iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Neno hili kila siku tunasema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wewe tu tunakuabudu Allah na wewe ndio tunakuomba msaada. Sasa hata unapopata na shida, matatizo, natakuwa muombe Allah msaada. Leo tutakumbushana kama tunavyosema, tunawaekea dua fupi fupi ili muweze kuzihifadhi haraka, au mkiziandika mnaziandika haraka, au mkizisoma mnazisoma kwa haraka. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama tulivyokusha kusema darasa zilizopita, kwamba Mtume alikuwa akizipenda dua fupi lakini zenye maana. Ndo hususan tunazojikita kukuwaletea ili mzihifadhi haraka na mzifanye zisiwe na mzigo mkubwa sana. Dua sio dua inakuwa ni kubwa mpaka mtu anaona uvivu kuisoma, lakini kuna dua fupi lakini zenye maana kubwa sana. Leo nitawaelekeza kama dua hapo inaposema, unapoona hapo nilipoandika inasema a'udhu bikalimati llahi tammati min sharri ma khalaq. A'udhu bikalimati llahi tammati min sharri ma khalaq. A'udhu bikalimati llahi tammati min sharri ma khalaq. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kuambia maswahaba, kama hadithi tunavyoiona, tusikize faida hapa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kutoka kwa Abu Huraira au baba wa mapaka, radhi za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake, amesema au amehadithia, jaa rajulu ila nabii sallallahu alayhi wasallam, alikuja mtu, yani alikuja rajulu, mtu, mwanaume, mtu, mpaka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqala, basi akasema yule mtu, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, ma lakaitu min aqrabin li'iddatin bariha. Huyu mtu alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na akamuuliza, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, nimepata uchungu. Yani huyo alipata kama mtihani wa kugongwa na nge, au mtu kugongwa na nyoka, au kugongwa na sisimizi, au na kitu chochote ambacho au nyoka, kitu chochote ambacho chenye sumu au kinachoathiri ule mwili wake alipomgonga. Basi yule mtu akamuuliza, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, nimepata mimi uchungu mkubwa kutokana na nilichochonotwa, yani nilichochonotwa Kiswahili, yani nilichogongwa pale, nilichoumizwa pale. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam alimjibu, alimwambia, ama wewe ungelisoma maneno haya, a'udhu bikalimati llahi tammati min sharri ma khalaq. Kama ungelisoma maneno haya, a'udhu bikalimati llahi tammati min sharri ma khalaq, basi usinge dhurika na kitu hicho.
Pointi yangu hapa kote huko ni kwamba kukusitiza wewe ndugu yangu Muislamu mwenzangu, ujitahidi unapotoka, sema maneno haya unapokwenda. Unapokwenda safari, unapokwenda hapa na pale, unapokwenda dukani, unapotoka nje, sema haya maneno, yatakusaidia kwa sababu hutodhurika. Hata kama kitu kinataka kudhuru, basi Allah atakunusuru. Alimradi maneno haya uyaseme kidhati, kwamba a'udhu bikalimati llahi tamati min sharri ma khalaq, najikinga kwa Allah kutokana na kila shari aliyoiumbia au aliyoiumba. Kwa hiyo jitahidi sana haya maneno kuyasema